umetaja mob justice. How was it experiencing mob justice? Vile utakavyo describe wewe. I won't tell you describe hivi na hivi. How was it experiencing mob justice? Mambo ambayo niliyofanya, mzazi wangu wa kike aliweza kuugua ugonjwa wa moyo na mpaka akawa artificial. Magonjwa Mwenyezi Mungu ndo anapanga, lakini mimi mwenyewe hukasa nyingine nikajiuliza mimi naweza kuwa ni sababu moja nimechangia pakubwa mama nao wale ambao ngitumia nao kusema la kweli wingi wao wamekufa. Okay. Unanifahamu, wenye ambao wamepigwa, wenye ambao wamepigwa risasi, wenye ambao na walionusurika kusema la kweli they are still in active addiction, lakini wana vilema. Unanifahamu? Na apart from kuwa na vilema, wengine wako life in prison mpaka leo. Shaona vile. Subhanallah. You are spiritual conscious. How was it na dini yako when you are active using? Tunazungumzia hapo. Totally bankrupt. Okay. Kulikuwa hakuna kitu. Not only naweza kusema mimi kama nilikuwa nimekufa kwa sababu mental, spiritually, emotionally, unanifahamu, physically they were all dead. Unanifahamu? Naenda tu just because of nipate kuhudumia tu, kupata ile akili yangu ilikuwa where is my next fix, where is my next dose. With heroin it's an instrument ambayo shetani anatumia ndio kushikia watu. Subhanallah. Ndio kwa sababu ukisha kuingia hapo kutoka si mchezo. Unaona vape ile moshi wake unapovuta ni kubwa. Okay. Mpia na sigara. Eji ona leona ndo. Alafu sasa lile linchanganya na mafleva mingi ndani. Wewe waona ni harufu tu, lakini vitu vingine viko ndani vya ajabu hatujui sisi. Ushaona vipi? Ndio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ahbabi fillah, karibuni tena kwa Din at Work. Walillahi alhamd. Ningependa kuwakumbusha jambo moja ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhamasisha na kutuemphasize kwa jambo moja muhimu sana ambalo ametutajia kwenye kitabu chake kitakatifu. Allah anasema, "Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Allah anamuelezea kipenzi chetu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam atuelezee sisi waja wake kuelezea waja wake kuwa hasa waja wake ambao wamekithirisha na kuchupa mipaka katika kufanya madhambi na kufanya israf, wasikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mwingi wa kusamehe. Our today's conversation ndugu zangu ni a conversation of hope, a conversation with someone ambaye alikuwa ni mtu duni, mtu ambaye watu walikuwa kimdharau na wingi walikuwa kimbeza. Walillahi alhamd, hakukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi leo ni mtu ambaye ni mwenye kusaidia jamii yetu, ni mtu ambaye ana muonekano katika community yetu. Karibu sana ndugu yangu, mzee wangu Muhammad Mselem almaruf Bosco, karibu sana. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa kama hii kuweza kujumuika. Naam. Na lengo na shabaha ni kuweza kusaidia mujtamaa yetu. Kabisa. Karibu sana. Kutokamana na maisha yangu na yale niliyopitia na kile ninachofanya sasa hivi. Kabisa. Naam. Sasa Bosco, naam, katika dunia yetu ya sasa tumepitia majanga kadhaa. Juzi tu tulikuwa na COVID-19. Naam. Tuko na majanga sijui ya kipindupindu nini, malaria nini. Lakini kuna janga kubwa sana ambalo limegubika community yetu na nchi yetu, si Uislamu, si jamii, yani kila mahali. Naam. Na katika utafiti wangu kulifanyia ili janga kama hili, nimeona kuwa majority of people wanapitia mental health katika dunia sasa. Kama unavyojua wewe kama addiction counselor. Naam. Majority of people are going through mental health. Lakini sasa katika watu wanaopitia mental health, asilimia kubwa sana
wamepitia mental health kupitia drug abuse. Ndio. Imenishangaza kwa sababu watu kama hawa wanatumia drugs, either pombe, sigara, bangi. Ukimuuliza mtu anakuambia mimi nina stress bana, natoa stress. Lakini subhanallah, ukiangalia hizo unazotumia ndo zinawaregesha pale kwenye stress. Sijui kama addiction counselor ili jambo la usemaje kuhusiana jambo kama hili? Kitu cha kwanza mpaka tuelewe kwamba mental health na substance use ni mfano tu wa kusema vile kuku na yai, nani alikuja mbele mwanzo. Ndio. Nani alianza kumtoa mwenzake. Ndio. Kuna fakta nyingi kuhusu masuala ya mental health na substance use. Ndio. Ni kwamba it's either huyo mtu alikuwa na ugonjwa wa mental health kisha akaingilia madawa ya kulevya. Okay. Ama it's either madawa ya kulevya yalifanya akadevelop hizi conditions za mental health. Okay. Lakini with wale ambao, kwa sababu mental health saa nyingine inaweza kutokea hata manyumbani, unanifahamu? So yule pengine ni kitu ambacho anarithi ule ugonjwa. Na just kukuuliza, naam, drugs za suluhisha mental health kweli stress? Drug haisuluhishi kitu chochote upande wa mental health. Kwa hivyo jamaa watu vunga. Kwa sababu drugs is not a it's not kwa jua watu wa mental so wanatumia psychotic drugs. Okay. So drugs hazisaidii chochote pale. It's not a treatment drug. Kwa hivyo yazidisha stress. Ni kwamba uko na a problem and you create another bigger problem on top of the problem. Ushanifahamu? Ndio. So ni kwamba kuna problem, you need to find a solution, but you are creating another big subhanallah. Sasa before we come to kilichotuleta hapa ambao ni addiction counselor, Muhammad Musallam, you had a past. Everyone has a past. But your past is related to what you're doing right now. As an addiction counselor. So take us back to your past, your childhood and everything, paka hii childhood yako na past yako vipi likuleta paka kwa addiction counselor? Okay, mimi nilizaliwa late 70s huko. Okay. Na baada ya kuzaliwa, baada ya miaka miwili, baba na mama waka divorce. Okay. Waka separate or waka divorce. Okay. Divorce. Na nililelewa na grandmother Malindi na mashangazi zangu wengine walikuwa Malindi. Alhamdulillah, niliinukia katika familia ambao walikuwa ni wachaji Mungu sana. Ndio. Sababu sikumbuki kama kuna siku niliamka usiku mimi ile kwenda chooni kujisaidia kama kibarobaro kama mtoto, nikakuta wao wamelala. Kama si mtu yuko kwenye tasbihi basi yuko kwenye swala, kwenye swala iwaswali. Ya swala, naam. Na kinomali kuanzia saa 9 watu wako macho. Unanifahamu? So mimi nilikulia hapo katika familia hiyo. Na maisha yangu ya shule yalikuwa si mabaya, alhamdulillah. You were good? Yeah, I was good. Na pia yalikuwa mazuri kwa sababu mimi nilisoma Sara Ali bin Salim. Okay. Primary school. Na madrasa nilisoma kwa Wamanga. Kwa hivyo Manga sio? Mimi ni Manga. Kwa baba mimi ni Al-Jafar, kwa mama ni Al-Busaid. Si masharifu lakini? La, hakuna usharifu. Kwa kushumu mkono. Hakuna kitu kama hiyo. Unafahamu? Ndio. Katika kuinukia kwangu mimi niliinukia katika family kulikuwa kuna biashara ndogo ndogo ambazo zilizokuwa zikifanyika. Na mimi pia nilikuwa nikipenda kuzifanya zile biashara kama vile mabuyu, achari, kibeba ngenda nazo skuli nikiuza, kwa sababu nilikuwa najua nitapata kitu pale, nitapata cheda kidogo, nitapata pesa kidogo, ushanifahamu. Na nikitoka skuli nilikuwa nabeba barafu nenda uwanja mpira. Nikitoka uwanja mpira ile jioni, ni normal life tu, maisha kawaida tu yale sisi tulivopitia ni ujana. Na ndio ulikuwa kuna wakati ule ulikuwa ni wakati wa normal life na ulikuwa ni wakati wa neema. Okay. What do you mean neema yani? Neema ilikuwa maisha yalikuwa yako cheap. Okay. Maisha yalikuwa yako smooth kwa wakati ule, ushanifahamu?
usiku mimi nikitoka mpirani ile kabla maghrib nisharudi nyumbani, nishateremsha jarkeni la barafu, nabeba kapu ya ice blocks zile, napeleka hoteli moja kule kwetu Malindi yetu I Love Pizza, na nilikuwa ngipenda kupeleka hiyo kazi kwa sababu mkifika kuna kachupa nitambua atia mkono uchukue chocolate nini zile za kutoka ng'ambo nini, basi na mimi nikistia mfukoni kwangu kwenye mfuko wa kanzu ndio mbio naingia zangu msikitini na swali, ningemaliza kuswali madrasa, unanifahamu. Maisha yalikuwa namna hiyo normal. Yes. So katika kukulia kwangu nilikuwa, babangu alipata bahati mwaka 78 kasafiri, akaenda Dubai akapata kazi Dubai. So I don't know, by that time ule utoto nilokuwa nao, siku hizi kusafiri kwenda huko ni kitu adi tu, ushanifahamu. Lakini zamani kwa wakati ule late 80s ilikuwa kusafiri julikana na ile utoto nilikuwa nayo na I had an expectations in my life. What expectation yani? Nilikuwa na expectation kwamba nitaenda kuishi na mzazi wangu wa kiume vizuri nini. Yes. But it was the other way side. Ilikuwa ni opposite ya vile ilivyokuwa expectations zangu. So you went kuishi naye? Yeah, I went nikaishi na yeye, so hazikuwa vile. Si laumu mtu, it's no one's fault. Si yeye, si mimi, ni hali na mazingira ya kidunia, na Allah mwenyewe pengine alikuwa ndo ashaandika, alikuwa na sababu zake kwa nini kadari yake. So nilivyokwenda kule ikabidi nirudi, na baada ya kurudi sasa sikurudi Malindi, nikakwamia Mombasa. Mombasa nikashukia kwa ami yangu ambaye ndugu yake babangu, nikawa naendelea kusoma pale. Lakini katika kuendelea kusoma class 7 8 hapo sasa mambo yakaanza kubadilika polepole, nikaanza kuungana na rafiki hapa na pale. Na katika hiyo kuungana na viji grupu vya mitaani na nini, nikajiintroduce kwenye mafegi, mabomu, mara miraa. But baada ya secondary sasa ikabidi nirudi zangu Malindi. I remember sorry nakukatiza, uliniambia KCSE yako ulipiga uko top. Definitely. Yani top vipi yani? Wataka jamaa wajue sio toka. Okay, so how was it taking us to KCSE? How was yani, wajua kwa sababu nini mimi nacheka na hiyo? Mimi nilipofanya KCSE nilikuwa na worry, this is my life. Ushaona? So keeping in mind hii yote, alafu sasa Bosco wewe waenda uko top. How was it yani kwa wewe? Ilikuwa ile addiction ishakuvaa at that time? Definitely I was under influence of drugs. Unanifahamu? Na katika kuingilia hiyo drugs there are so many factors. Naweza kuwa ni peer pressure, lakini kwangu mimi naweza kusema pia ni ile kutojali. Okay. Unanifahamu? Naona najua madhara, nasikia madhara yake na nini, lakini naona mbona hawatumia na maisha ya kawaida. So nilipomaliza hiyo KCSE ni kwamba nikarudi zangu Malindi, na katika kurudi Malindi sasa sikwenda na njia nyingine, nilikwenda na njia sasa ya kufanya biashara. Okay. As a peddler. Okay, so you are a peddler sasa ulipofika Malindi. Ushamaliza form 4 sasa? Yeah, nikaenda kama peddler. So katika kwenda kama peddler ni kwamba nauza bangi nini. Nikapata girlfriend wa Netherland, na baada ya kupata girlfriend wa Netherland sasa kumbe yeye alikuwa anatumia heroin. So hapo ndipo nilipoanza kuja kuonja. Lakini katika kuonja kule mwili wangu ukakubali addiction sasa ukakubali. Ile ndo it was my drug of my choice. Okay. Nikawa hooked pale. Hasa with heroin, kujitoa pale si kazi rahisi vile. From cocktail to chase, from chase to injection, najua. Sasa
Ushaingia kwenye drug addiction. Naam. I'm sure a lot zili happen. You had friends, you lost friends, you had a family. Tuanze na family. How was it with your family ulipokuwa kwenye addiction? With my family yangu haikunikataa. Mimi mwenyewe ndo nilijikataa. Okay. Kaa na family. How yani kwa nini? Ni kwamba nilijiisolate kwa sababu familia yangu they are religious people. So how come mimi nitakaa na wao? Mtoto asi, mtoto ambaye ni wa kutumia madawa ya kulevya, ushanifahamu. Grupu zangu zikionekana. Unajua katika addiction there are some things change. Life pattern, ile lifestyle yako inabadilika. Unafahamu? Kwa mtoto wa kufanya biashara, mtoto wa kwenda msikitini, mtoto wa kwenda shule, mtoto wa kusaidia familia. Unafahamu? Ndio. All of a sudden hizi vitu vyote vimebadilika. Na tunaona magrupu ya kiajabu. Unanifahamu? Na ni watu wanajulikana Malindi, hawa ni huyu ni huyu, atumia hichi. Ndio. Unanifahamu? So na pia vile nilihisi kwamba nishapata kitambulisho, hakuna mtu ananiambia kitu mimi. Hakuna mtu anaweza kuniambia kitu. Adolescence hiyo stage na pia I felt like sasa mimi nishakomaa, niko sawa, lakini it was the beginning of my the ugly side of my addiction. Ndio ilikuwa yaanza. Sasa with all this happening, where was your mother and how was she akisikia maneno kama haya? Mamangu alikuwa anaishi Mombasa, kule alikuwa anaishi Malindi, alikuwa anaishi na mashangazi zangu na grandmother yangu. Definitely walikuwa nasikia vibaya. Okay. Not only that kwamba najiumiza mimi, hata wao walikuwa nikiwaumiza kwa njia moja au nyingine. Unafahamu? Ndio. Feelings emotional ilikuwa nikiwaumiza kwamba wakisikia tu ile definitely wanaishi vibaya. Ni kwamba unajua mtoto yote katika familia akipotoka, kwa familia inahisi kwamba we are losing someone in our life. Especially kwa mother. Nakumbuka kuna mother mmoja Bosco nilikutana naye katika kuzungumza na yeye hizi kazi zetu, katika kuzungumza naye akanambia, wewe Ahmed uelewi, mimi niko nyumbani nasikia kwa pigwa mwizi, najua mwanangu huyu watandiko yomalizwa. Asema natengeneza sijui chapati, sijui nafunga leso mtandio, sijavaa natoka na kwenda kumwangalia. Definitely ni kwamba mimi kusema na ukweli, yale mambo ambayo niliyofanya, mzazi wangu wa kike aliweza kuugua ugonjwa wa moyo na mpaka akawa kwa artificial magonjwa. Mwenyezi Mungu ndo anapanga, lakini mimi mwenyewe hukasa nyingine nikajiuliza, mimi inaweza kuwa ni sababu moja nimechangia pakubwa mama kwa maudhiko yale yangu mimi ya active addiction. Mara huyu amepigwa huku, ameshikwa huku, amekwenda huku, amefanya hivi, natafutwa sijui nini. So anapata ile maudhiko tu kwenye roho. Ushanifahamu? Ndio. Na there's another thing pia kwa family. Kuna jamaa mmoja mimi aliniambia ilikuwa ikigongwa tu mlango, asema mpaka mlio family washajua mlango minki ugonga. Yani Bosco ukifika pale ukigota go mlio wako ujulikaniwa, jamaa peana signal. Chizile chakula sijui dhahabu finika nini. Did it happen pia kwa yes, I know it's a question ambayo kidogo it happens kwamba wajua ushawatengeneza sana. Ushawatandika sana. Kiasi cha kwamba by the way kutandika maanisha ushawaibia sana. Unajua kuna watu wengine maanisha ushawaibia sana. Kwa sababu with addiction kwanza utaanza polepole, utaanza kujiibia wewe mwenyewe nafsi yako. Na kujibia nafsi yako ni vile vitu vako vizuri, viatu, ni pamba, nini, nguo, saa, kama una simu, kama sijui una nini, mabegi, utaanza kuyauza. Tena wayatoka nayo kwa nyumba, yani siri, watu wasikuone, familia. Sasa uko kama sikujibia wewe mwenyewe nini? Maana vile vitu mvako. Unafahamu? Kwa nini watoka navyo? Then utarudi katika familia,
dokoa mpaka utamaliza, mpaka ikifika mahali familia kwamba bana usije tena hapa, ushanifahamu. Ndio pale sasa unaenda nje sasa kwa kina Badrusi au ukiwapata ndiani twende nalo, ndio ushanifahamu. So siwezi kuwalaumu, ni sawa na ni haki yao kufanya vile, kwa sababu sijui zile pesa zilikuwa zinatoka wapi vikanunua vitu vile. Inaenda nikichukua, alafu cha kusikitisha ni kwamba kitu fakhri ya kitu takiuza duni thamani. Ushanifahamu? Ndio, very cheap. As a result just kusupport ile addiction yako. So hapo kabisa. Sasa coming family, we know what happened na nini. I remember, nitakwambia kuna siku katika hii recovery, kuna siku unajua saa nyingine tunakaa za family nini. Zamani ilikuwa hakuna mambo ya Netflix nini, zamani ilikuwa ni yale ma video na kaseti mikubwa ile. Sasa nilikuwa na dadangu mmoja, last born wetu, alikuwa akipenda yeye kuangalia watch ma movie nini. Ndio. Shanifahamu. Sasa na mimi siku zile kaseti ilikuwa ndili. Sasa nilikuwa nikimchapa sasa kaseti. Shanifahamu, nikaenda kiuza nipata mabwana jangu. Lakini sasa kuna ile family gatherings nyingine tumekaa sote, mimi na madada zangu watatu. Mimi alhamdulillah ninapata bahati ya kuzaliwa peke yangu mwanamume. Kwa upande wa mama nina madada watatu, na kwa upande wa baba nina madada 4. Oh, mashallah. So huo ni upande wa mama. Tumekaa wenyewe, sijui ilikuwa ni festival ya nini, ilikuwa ni Eid, sijui ilikuwa nini tu, watu tukutana na nini. Sasa tumkaa sitting room, tuangalia Netflix na nini. Sasa kuna zile trailers ambazo wazinaletwa na nini. Sasa yule mdogo amwambia mother, hii si mimi nilikuwa nayo mother, hii wakumbuka katika gazeti. Alafu na wote wanaangalia mimi. Mjomba ndo alikwenda nayo huyo. Mjomba ndo alikuwa ananiambia hiyo niliuza mimi. Allah. Katika na admit. Ndio. Na nifahamu katika recovery admit kwamba kweli mimi hii nilifanya mimi. Na how do you feel yani ukikumbuka vitu kama hivi? For now mimi najikuta nilikuwa ni mtumwa. Okay. Kwa sababu with addiction ni kwamba kama saa, mfano wa saa vile, saa inaenda clockwise, wewe unaenda anti-clockwise. Nanifahamu? Kwa sababu waweza kuwa na 100, wewe ukala shilingi 20, shilingi 80 yote ukaenda kuitia kwenye mfano, lakini madawa ni kali zaidi ya hiyo. Yes, of course, very expensive. Nanifahamu? Nahisi tu kumbe ilikuwa niki waste time. Nahisi kwamba ilikuwa nikijidhulumu nafsi yangu. Ndiyo. Hata kwa kula saa nyingine. Ushanifahamu? Naweza kula vizuri kwa mara moja kwa siku, tena usiku. Tena si vizuri hivyo unavyofikiria. Ni kula pengine shilingi 50, upate mseto sahani ya shilingi 50 ati ndio umekula. Asubuhi msikitini ndio watu wendi, lakini tutegea wale wazee wana mabaraza wa biskuti, kahawa. Ndio tuenda kufungua kinywa pale, biskuti na kahawa na tende ndio imetoka hivyo. Basi utakwenda mbio, wewe binadamu utakwenda mbio. Subhanallah, asli ya sandals zile ambazo ulikuwa umevaa zinatoboka tundu kunyuma, sawa na open na kufungua soda. You don't even feel kama hichi kisigino chako kiko barabarani. Ndio. Barabarani, tope, jua, hauhisi chochote. Because of addiction. Ni sawa tu na mnyama. Ni sawa kwamba we ni mtumwa, utafanya vile drugs zinavyokuambia ufanye. Ndio. Sasa coming to friends. Naam. How was it with your friends? Wale ambao ulikuwa nao kwenye ukiwa hujatumia na baadaye sasa your friends walikuwa na wewe, ama ilikuwa ni kufarakiana? Wale friends ambao tuloinukia nao ambao walikuwa hatujatumia na wao, after seeing me introducing myself kwenye substance use, ni kwamba kuna baadhi walijaribu kunipa nasaha, bana wapotea step hivyo unavyofanya, lakini mimi wapi, tayari nishashikwa
na uraibu, sitaki kusikia lolote mimi, ushanifahamu. Ndio. Ikafika mahali mpaka wao wenyewe ikabidi sasa huyu tumwachilie mbali. Unanifahamu? Na with addiction definitely hawa watu utawakimbia we mwenyewe, kwa sababu addiction inakupeleka kwenye multiculture. Multiculture ni wale watu ambao watumiaji wenzako tu ndio utakuwa na wao, ndio utakuwa na wao, hao ndio familia yako na ndio hao. Ndio. Na tukizungumza sasa, wako wapi majority vile sasa umefikia? Wale ambao ulikuwa ukitumia na wao, wale ambao nilikuwa nikitumia nao, wale ambao nikitumia nao, kusema la kweli, wingi wao wamekufa. Okay. Unanifahamu? Wenye ambao wamepigwa, wenye ambao wamepigwa risasi, wenye ambao na walionusurika, kusema la kweli, they are still in active addiction, lakini wana vilema. Unanifahamu? Na apart from kuwa na vilema, wengine wako life in prison mpaka leo. Shaona vile? Subhanallah. Mimi sikudanganyi, Mombasa maskani pale nilipotokea hakuna lobaki. Subhanallah. Malindi pale mtaani kwangu maskani yetu hakuna lobaki. Ndio. Wote wameenda papa, watu walikuwa wakipopotika kama vile kuku wa kideri vile, wakipakiingia na ugonjwa ndani ya banda la kuku vile, watu wanapokufa. Subhanallah. Na sasa marafiki tushazungumza kuhusu yao, tumejua vipi hali yao. You are spiritual conscious. How was it na dini yako when you are active using? Tunazungumzia hapo. Totally bankrupt. Okay. Kulikuwa hakuna kitu. Not only naweza kusema mimi kama nilikuwa nimekufa, kwa sababu mental, spiritually, emotionally, unanifahamu, physically, they were all dead. Unanifahamu? Naenda tu just because of nipate kuhudumia tu, kupata ile, akili yangu ilikuwa where is my next fix, where is my next dose ya heroin. Hivyo. Ndio. Unanifahamu? Na kuna story in fact mimi kwa wakati ule in active addiction, I thought kwamba I was using drug, but in reality it was the drug that was using me. Subhanallah. For now ndo naweza kuona kutofautisha ile difference ya wakati ule na sasa. Subhanallah. Yani what you are saying ilikuwa ndo nataka kuisema. Kuna incident ili happen Shanzu. No, I don't know Bamburi ama Shanzu tulipokuwa kazi. By the way guys, Bosco tufanya kazi pamoja Mewa drug treatment. Nilipokuwa nilipata information at that time, I was working as an outreach worker kwenda field. Nilipata information kuwa kuna client, kama it was on a Sunday. Tumepata information kuwa client amepata overdose. Wasema mzigo ulikuwa mkali. Mtu amekufa kwa ajili ya heroin. Ushaona? The next day, nilikuwa ni mpya pale, ndo naanza kuvolunteer. The next day nikiamka, nikienda kufanya ile kazi field work, naona watu kibao. Napata hiyo information. Napata information, lakini kaona watu wingi Shanzu. That place where mtu amekufa. I expected vile mtu amekufa Shanzu, people watakimbia. So everyone alikuwa kimbilia Shanzu. Nikauliza, mimi nikamfuata jamaa pale, kamuuliza, "Oe bro, just a question. Kwa nini watu wote wewe hujui kama kuna mtu ankufa jana hapa ndo watu wote wako hapa? Vipi?" Wanaambia everyone yuataka kutumia ile heroin ujamalo tumia, sababu ile heroin ni kali zaidi ndo ilo. Vipi? Akasema yes, heroin ambayo imeua ndo kinanda, ndo the best. So everyone, watu kutoka Dogo down wamekuja mpaka Shanzu na miguu kwa ajili ya drugs. Mtu hapa everywhere because of drug ambayo imeua mtu. So how do you think ukiwa kwenye addiction, what comes first? What comes first is the dose, it's the fix. Unanifahamu? Na hiyo ni ile insanity. Wanadamu unakuwa katika in a state of mind that ni insanity, kwa sababu it doesn't make sense kwamba mwenzako amekufa alafu unarudi hicho kitu ndo kikali, hicho ndo kinanda, nipe hicho nakitaka. Unanifahamu? Ndio. Ndio hiyo nakwambia, we are not using. Na in fact mimi naweza kusema hivi, with heroin it's an instrument ambayo shetani anatumia ndio kushikia watu.
Unafahamu? Ndio, Kwa sababu ukisha kuingia hapo kutoka si mchezo. Ni sawa na weke smaku na kijembe. Kijembe kitakuja chenyewe kwenye mfano na nusu, ndio, na hakitoki rahisi kabisa. Nataka timing na one namna hiyo with addiction. Ndio rahisi, lakini kutoka ndio si mchezo. It took me 5 years mpaka kuji pull out katika hiyo hali, na so many things happen hapo katika hiyo 25 years. So let us take for 25 years you've been using heroin for 25 years. Exactly. 25 years. Exactly. Hiyo ni age ya mtu hiyo ambaye sasa hata ameoa na watoto. Kabisa. Subhanallah. Do you feel there is a lot umelose katika 25 years, or you feel ni experience ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia ili wewe kuwa another person? Nikianza kujutia yale nilofanya, ati kwamba kwa nini nilitumia uraibu, kwa nini nilipoteza muda wangu. No, maisha mwanadamu ni siku 3, Ahmed. Jana ilipita, na hiyo miaka yangu ya nyuma ilikuwa ni past. Ilipita. Na leo ndio niko nayo, na leo nafanya nini kuhusu maisha yangu. Kesho it is not mine. Hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. Ndio. So katika miaka 24 au 25 inactive addiction ilikuwa ni experience kwangu mimi, na pia mimi naweza kusema I was the chosen one, Ahmed, na Mwenyezi Mungu. Kwa nini alinibakisha? Ni kama vile nilikwambia kwamba wenzangu wote wamekufa, wengine wako magerezani maisha, wengine wako na vilema. Utanifahamu? Ndio. Na kwa chosen one nasema ni kama hivyo. Mwenyezi Mungu alinusuru, na kwamba kupigwa nishapigwa mob justice, lakini sijapata kilema. Sijapata kuchomwa, sijapata kuuawa. Unanifahamu? Overdose kama hiyo ya kujibwenga nikafa sijapata. Okay. Ushanifahamu? Kuna yale chronic magonjwa ambayo binadamu anapata, kama hiyo mental na nini sijapata. Alhamdulillah, na feel kwamba Mwenyezi Mungu alinichagua na kuna sababu zake nini kunichagua. Maybe leo ndio maana nazungumzia ile maisha yangu ili iweze kusaidia vijana ambao maisha yao ambao wataka kuyatia ama washaanza kuyatia katika mambo kama haya, risk. Unanifahamu? Kabisa. Sasa Bosco, naam, I have a question to ask. Umetaja mob justice. How was it experiencing mob justice? Vile utakavyo describe wewe. I won't tell you describe hivi na hivi. How was it experiencing mob justice? Kwa wale, kwa sababu mimi naam, sijawahi tumia drugs chochote, alhamdulillah, nothing, alhamdulillah. Namshukuru Allah na namuomba thabat, na siji proud kama wanavyosema nyinyi, la wallahi naomba thabat, kwa sababu you never know. I've lived katika mambo haya kazi hizi, and I've seen the best of the best people going kwenye mambo kama haya, ushaona. So tumuomba Allah thabat, but I've lived with brothers, wallahi they were better than me in each and every way, in terms of dini, in terms of talent, football, in terms of talking, in terms of pia handsome. They were more handsome than me, of course, shaona. So but these brothers wakaingilia mambo kama haya. I can mention to you 2015 ambao wamemalizwa, good boys wameuliwa, and because they engage in criminal activities, mwisho wa siku, shaona. Mob justice. Juzi tu December nimeambiwa one of my very close, one of the best, ambaye alikuwa na the best behavior in our group, amepigwa mob justice because of drugs. 2025 December, ushaona. I understand how it feel as a friend, but wewe kama yule mtu ulopitia jambo kama lile, na wale vijana ambao ndo mwaji involve sahi, they need to understand mambo kama haya, ushaona. That's why nakuuliza hilo swali. Kupigwa kwa mwili wa mwanadamu si furaha wala si utamu. Ndio. Ni uchungu mkubwa, tena especially ukipigwa na watu wengi. Na nifahamu? Kwa sababu angalia mbwa wakikuuma tu huwa wahisi vipi? Mbwa kef, mwenye mawe, mwenye mbauko, mwenye rungu, mwenye ngumi, mwenye makofi,
Mimi nakumbuka kuna kipigo kimoja nilipigwa wakati nilipigwa bondeni pale New People's Hotel. Ndiyo. Wakati matatu za kwenda mabasi pale za kwenda Malindi pale those days. Yeah. Nakumbuka pale nilipata kuchukua kitu nikakamatwa nikapigwa pale nakumbuka niliziraya saa 4 asubuhi nikaamka kitu saa 8 huko 8:30. Tena nikifungua macho nakuta mzee wa Kiarabu aniwekea gadi, manake watu walikuwa wataka kunifanya nini? Kunichoma. Na mimi sinafahamu, sielewi chochote kinachoendelea. Asili ya damu kwenye kichwa na uso imeshuka, imekauka mpaka imekuwa kama mraba wa sukari vile. Ndio damu ikiganda vile. Ya, namna ile. Kutoka asubuhi unajua, nimeumizwa mguu, kutembea shida na nini. Akaniambia yule mzee, bwana, toka haraka, askari waje, manake hapa washapigwa report kuna mtu amekufa. Unanifahamu wewe? So si experience mzuri kusema la kweli. Lakini angalia, subhanallah, with addiction vile na ilikuwa inanitumia. Baada nimepata ajali kama hizo, nimeumia, instead of niende hospitali matibabu, mimi nikimbilia mbio, where is the next dose? Unanifahamu? Where is the dose? Yes, exactly. So I had to walk pole nidutie mpaka Madubaha kule. Kuna kutumia heroin. Na kule sina ndururu, lakini kuna wale washikaji huwa pamoja au mbili ili kutoa ile withdraw. But kupigwa si kitu mzuri. Waweza kupata kilema sasa hivi. Kwa hivyo ni nusra kwako ilikuwa. Ni nusra, ndo nasema Mwenyezi Mungu, mimi nasema I'm the chosen one. Mwenyezi Mungu amenichagua. Alhamdulillah. Sasa you mentioned withdrawals. Kuna siku tuko office Mlaleo pale Mewa. Naam. Kuna mama aliletwa, alikuja mwenyewe. Alikuwa anatumia drugs. Nafikiri alikuwa shahiti ile mwisho chini kabisa. The first thing she told us, nifungeni mkamba miguu na mikono. Because of withdrawals. Mimi hapo pia na volunteer. So this experience nazipata nikiwa 19 years old. Na volunteer. Akafungwa kamba pale na mikono na marafiki zake waliomleta. Akawa yualia, yuwapigana. The next day nikija yualia, yuwapigana. I asked her, kamuuliza, uchungu ni vipi? You know what she told me? Akanambia, mimi nimezaa watoto 3. Watoto wangapi? 3. Ule uchungu wa kuzaa haufiki hata kidogo uchungu wa rosto na withdrawal za heroin. Is that the case? Yeah, exactly. With heroin rosto yake inatesa. Tena wajua, withdrawals, Ahmed, inakuja kulingana na duration. Yes. Drug of your choice. Shanfahamu? Na dosage ulokuwa ukitumia. Kama dozi ni kubwa, withdrawal yaja kali zaidi. Unanifahamu wewe? So time, what do you mean by time? Like after 4 hours, 3 hours, 2 hours ikiisha heroin, withdrawal zaja? With heroin ni kwamba the more you get is the more you use. Okay. It's not about masaa. Okay. Wewe waona saa ile watumia. Watu wanasema wabembea, sijui wayoyoma. Lakini siku yoyoma tu, akili napiga hesabu, nikitoka hapa 200, wakati ule ilikuwa ni 150, sijui shilingi 100, nitaipata wapi ya kuongeza dozi? Ndio. So kupata 10,000 utatumia 10,000. Kupata 5,000 utatumia 5,000. Ndio hivyo. Subhanallah. Ushanifahamu? Ni kwamba cycle ni ile. Ukishatumia wataka tena, nakwambia hujamaliza kutumia saa ile wawasha jointi, wavuta, wapiga hesabu, nikitoka hapa nitakwenda kuanza wapi, nitaanza wapi. Unaona vile addiction, ama unaona vile heroin inavyokupeleka. So bad. Subhanallah. Kupeleka vile inataka. In fact wewe ni mtumwa kwa heroin. Ama kwa addiction yoyote, sio heroin tu. Yoyote kwa addiction yoyote. So coming to Bosco, you've used, family, friends washakwenda, prison ushakwenda, mob justice ishatokezea, everything. Turning point ilikuwa wapi? Turning point mimi ilitokezea kwa mamangu mzazi, kusema kweli.
kwa sababu ilifika wakati nikatoka Malindi nikaja Mombasa na nikawa naishi Godown. Okay. Lakini Godown kule wote walikuwa ni users, unanifahamu? So kutafuta ni huku juu town. So saa nyingine nilikuwa nikipita hapa stadium ndio nilikuwa tukiishi, na mara nyingi ilikuwa wizi wangu sana ni side mirror, ndio kazi ya haraka. Mungu aniswame kwa kazi ile, kwa kutumia mikono yangu kwamba nafanya madhambi. Mama alinipigia kelele ya wizi. Yes. Take us wewe tu. Waiba side mirror. Naam. Mama yuko juu ya ghorofa iwaniona. Mamako mzazi wa kuona ukiiba akapiga yeye mwizi. Kwa sababu ashalipa sana vitu. Unifahamu? Na kama vile nilivyosema kwamba amekuwa na maradhi na nahisi pia mimi nimechangia pakubwa. Unifahamu? Simlaumu na namshukuru kwa sababu maybe kama hakufanya vile haingekuwa turning point yangu ya maisha. Ndio. Subhanallah. Ndio. Sasa how was the recovery process? What happened? Ulikwenda vipi? Kwa sababu kwa kuna watu wanatumia heroin hapa. So how did it happen with you? Recovery yako? No, yale maneno ni yale ya mzazi kunipigia kelele ya wizi, nilikuwa natumia, lakini situmia as kupata ile euphoria. Alikuwa natumia kuondoa tu zile withdrawals. Na yale maneno yalikuwa yakini-haunt kila wakati, kila nikikaa kwenye akili yangu yanazunguka, yanajizungumza. Ushanifahamu? Ndio. So ilifika mahali mpaka nikawa namuomba Mwenyezi Mungu, nainuka usiku namuomba Mwenyezi Mungu, jalia angalau nishikwe tu nende jela, angalau nikakaa miezi 3 tu, hizi arosto zifanye nini zinitoka. Saa nyingine natembea usiku kusudi angalau nitakutana na wale askari wa patrol wanishike angalau wanipeleke. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa ananionyesha hapana, bado Shanifahamu? Iko njia ambayo wewe utatokea, si hapo, sio kwenda gerezani. Ndio njia ipi hiyo? Bismillah. So katika hiyo njia mimi nililala tu, siku moja nikiamka nilikuwa na kete, nikatumia nikaamua tukasema hapana, basi enough is enough. Lakini msukumo ni wa mama. Na hakuna mtu aliwacha tu hivyo sasa basi tu mimi naamua. Hakuna kuamua tu with heroin. Hakuna kuamua wewe ni slave wa heroin. Lazima kuwe kuna sababu ya wewe kusukuma. Kama si afya ushazoroteka kiafya, kama si hivyo mimi, kama si kupigwa, kama si kutafutwa na askari, kama kwamba nguvu zimeisha, huna tena hata uwezo wa kutafuta ile 100-200, unanifahamu? Lazima kuwe kuna sababu. So sababu yangu ilikuwa, lakini niliamua siku hiyo, lakini msukumo ulitokea kwa mama. So nakumbuka papa litoka Godown nishapona pole mpaka wa stadium pale, nikabisha kengele na angaliwa kwa balcony, hakuna kuingia. Unafahamu? Basi alikuwa amekaranga viazi asubuhi vya madonge, akanipa kama viazi 7-8 hivi, akampa mfanyikazi. Basi za fegi akanipa 50. Ndio. Nakumbuka 50 nikanunulia roster 3, nikainunulia na mineral water. Basi nakumbuka hivi, nilikula vile viazi hapa stadium, nikavuka backstand, nikavuka upande ule. Nilikuwa najua upande ule ndio kwenda Barsheba mmewa detox. Washa roster ya kwanza pap, nikaimaliza, nikapiga kama step 10, nikawasha ya pili tena pap, nikaimaliza. Hivyo mpaka nikazimaliza hizo sigara 3 ile. Continuous, yani squash acha. Ngawa japaka pale detox, nikakaa kwanza nje. Shanifahamu? Nikaiangalia ile detox. Shanifahamu? Nia moja kanambia, Bosco, hapana. Kwenye roho nikajiambia tu kwamba hapa nitakuja kutembea tena mara ya pili, lakini siji tena kukaa hapa katika hii ndio the last time. Na papo nikaingia. Nakumbuka kakapigiwa Abdallah, ndio msimamizi wa pale. Alivyosikia ni mimi, akaniambia,
mfungulie mlango yaingie ndani. Alhamdulillah, since then kutoka niingia hapo sijatoka. Hiyo ni 2010 mpaka leo bado. Allahu Akbar. How many years? Saini 16 years. Allahu Akbar. Allahu Akbar. From client to aftercare program, the outpatient program, volunteership, then to employment, to as a counselor, addiction counselor. So the first employment was at Mewa? Employment zako zote? Hapana. After addiction. Amekataa huyu. After addiction. Nishaajiriwa nikatupa kazi mimi mwenyewe. Kwa sababu kuna wakati nakuwa katika recovery 2-3 mara naanguka tena natupa kazi na kimepata mshahara wangu ule nenda kupiga debe na sau kazi. So for the last time uliokwenda Mewa after kumaliza kila kitu, the incident uliotueleza, so the last time ulioingia rehab uka recover 2010, employment ile kufuatia ni ukiwa Mewa? Nikiwa Mewa. Na kabla hapo Mewa ilitaka kunipa kazi as an outreach worker wakati wa UNODC, wakati wa Mainline, lakini mimi nikakataa kwa sababu dreams zangu hazikuwa kuajiriwa kwazi tu kwanza. Dreams zangu zilikuwa ni kusoma, na I choose nisome counseling. Nilikuwa nia yangu ni kusaidia. Na si kusaidia watu tu, hata mimi mwenyewe pia niweze kujisaidia kwanza. Ndio kwa sababu wezi mpa mtu kitu ambacho wewe mwenyewe huna. But I wanted to ask you, why did you choose addiction? Because shamaliza recovery, so coming to you as an addiction counselor, kwa sababu tunajua addiction counselor mshahara wake you can't compare. Sasa ukimuuliza kijana nataka kuwa pilot, doctor, the last thing you can hear is addiction counselor, let alone counselor. Ushaona? Sasa why sasa wewe kama Bosco ukachagua addiction counselor? Umetutajia point ya kwanza hapo. Mimi kwanza nataka kukuambia kitu. Counseling it's a calling. Okay. Si kila mtu anafanya. Okay. Unanifahamu? Okay, watu wanaweza kusomea wana certificate yao, lakini wakifika kwenye practical kugumu sasa. Dealing with field ya mchezo vile watu wanafikiria. Pata mtu na stress ya kuja yojua tarajia wewe ndio utasort stress zake. So kitu cha kwanza, counseling it's a calling. Kila mtu anapata hii fursa, ni Mwenyezi Mungu. Kwangu mimi naweza kusema it's a calling I need. Na sababu ni kwamba wakati ule ilikuwa kuna baadhi ya watu lijaliwa kuwa introduce wakati nikiwa as a peddler na nini. So nikafikiria maybe repay back, na mimi sasa nitafuta watu wangapi naweza kuachisha. Si mimi naachisha, anayeachisha ni kadari ya Mwenyezi Mungu, lakini at least kuchangia sababu. Naam. Usupport wao kuacha drugs, wao kuweza kuwapa that experience, hope, strength na courage, kwamba uwezekano uko wa kuweza kujinasua katika hii hali. Hii si it's not a permanent atu umezaliwa nayo. Ndio. So na masuala ya counseling ama kuchagua mambo ya addiction counselor with Mewa, tukizungumzia kuhusu salary, it's from hand to mouth. Na alhamdulillah, it's not kwanza ukifanya kazi kwamba wewe waangalia mshahara hauko kwenye kusaidia, usha lose focus na hautatoboa, especially katika kuhelp community. Unafahamu, hutatoboa kabisa. But alhamdulillah, ile from hand to mouth Mwenyezi Mungu anaitilia baraka kwa sababu kumbe kuna mzazi kama mzazi wangu anateseka hata pengine zaidi ya vile. So ile ukizungumza naye tu akipata ile utulivu, dua anazokutulia kwanza si kidogo. Naam. Unanifahamu? Kabisa. So mimi nilichagua nisaidie. Na katika kusaidia nafanya kazi nyingi Mewa, kusema la ukweli. Ushanifahamu? Lakini kazi ninayopenda sana, napenda kwenda kufanya prevention. Okay. Vipi yani? Kwa maskuli, madrasa, hata churches, naenda miskitini. Unanifahamu? Because this is a collective issue, yani ni issue kubwa sana ambayo affect kila mtu. Hii with addiction haichagui.
Okay. Dini, nasaba, tabaka, umri, rangi yako, kazi haichagui. Wewe ukipotea step kidogo ushakwenda wewe na maji. Ndio. Unifahamu? Na sasa kujitoa huko chini kujipandisha juu, it will take years. Yes, I think sasa as an addiction counselor there are some issues tumepokea sisi. A lot of issues happens at drugs. I'll give an example. I don't know if people know. Takwimu Mokisauni na South Kilifi ambao ni Mtwapa na North Kilifi kuna takriban 5,000 injecting drug users or 3 to 4,000 hapo. Ushaona? Na mimi nikiangalia kitu kama hivi na kiangalia community yetu, I feel like they don't see this as a disaster, as a problem. Sasa nikija kwa addiction counselor, why do you feel this iko katika community yetu? Kwa sababu ni jambo ambalo la kithiri, na as we are moving kuna ma Netflix, kuna ma TV, kuna hizi vijana wanaoneshwa kuliko hata nyinyi wakati wenu. Wakati wenu nyinyi ilikuwa paka mutoke munde mkazifatilizie marafiki. Sasa hii mtoto akiwa kwenye TV you are curious kutumia drugs. Advertised. So it means tukiendelea hivi bila wazazi wakiwa kwenye ghafla inaweza kukithiri hii namba. So why do you think hii inaletwa? Naweza kusema ni kwamba imani za binadamu sasa hivi zimepungua. Ni kwamba imani zimepungua kivipi? Ni kwamba mtoto wa mtu hata akionekana anadidimia, hakuna ile kukemewa, hakuna ile kuelekezwa, si kama kitambo. Nafahamu kama mimi pale nilinukia ni kwamba nyumba ya 10 ama ya 20 inanijua mimi kwetu ni huku, lakini nikikosea kule basi nitaambiwa kule, nitatiwa adabu kule na ripoti itafika nyumbani. Na nifahamu sasa hivi wazazi pia wao ni wajua, shida kubwa pia inaweza kutokamana na dysfunctional families. Utakuta watoto wengi kwanza wanakuwa raised na single parents. Yes. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wazazi wengi wanatumia. Bana shika shilingi 10 nataka ninunulie sigara. Kaleta. Unanifahamu? Hiyo inawapatia privilege wale watoto kuingilia katika mambo kama haya early stage. Unanifahamu? Kwa sababu tuambiane ukweli, bangi, miraa kwa cost ilikuwa ni culture. Yes. Unanifahamu? Yes. Watu wakwambia wazazi wetu watumia bana. Ni culture. Kuta mzazi anamtuma mtoto anakula na baba, anavuta na baba, na mjomba. Ushanifahamu vipi? So mimi naweza kusema imani imepungua dunia hii, ndio watu hawajali. Lakini huko tunakokwenda ni kwamba baadaye italeta shida kubwa sana. Na zaidi mimi naweza kusema okay, with heroin sawa, lakini kuna janga lingine kubwa. Kabla hujakwenda tulikuwa na hapo. Janga lingine kubwa, acha nikae vizuri. Muhammad Musallam, janga lingine kubwa. Si lingine ila mogoka. Najua, ndio sio? Mogoka. Exactly. Mogoka ni tatizo kwenye community. Muhammad 12 year old mimi shapata anakula mogoka. 11 year old anakula mogoka. 13 year old anakula mogoka. What's in mogoka? Wazazi wanatuuliza na watu, what's in mogoka ambao yafanya mambo kama haya? Hatujajionea hayo kwenye heroin. Hatujajionea hayo kwenye masigara pia wengine wasema. Kwenye bangi. Why mogoka? Naweza kusema one, it's a legal drugs. Okay. Sawa. 2, availability yake ni rahisi. Kila kipembe kiko. Alafu subhanallah, sisi watu wa Coast tumewapangishia manyumbani kwetu milango ya duka hawa. Watu wa kuuza. Ushanifahamu? Sawa, tafuta riski yake, lakini tuangalie maafa.
Ushanifahamu? Unaoleta kwenye community. Anaoleta katika community. Je, kweli watoto wetu wako salama? Ndio. Ushanifahamu? With mugoka shida kubwa ni kwamba iko highly addictive kwanza. Okay. With mugoka ni kwamba kuna chemical mbili ndani yake, which is cathine and cathinone. Okay, cathine and cathinone. Cathine and cathinone. Cathine inaleta depression, inaleta ile spermatoria kwamba mtu akitumia zile anaenda kukojoa, anaharisha kabla hata nguvu, pia inavunja nguvu za kiume. Unanifahamu vile? Ndio. With cathinone mimi najua kuna insomnia ndani yake, kuna depression, kuna anxiety ndani yake. Hizi zote ni signs na symptoms za mental health. Okay. Unanifahamu? Through mugoka sasa. Though hatuwezijua ni mugoka ndio umeleta hii mental health ama ni mental health ndio umeleta, kama vile nitangulia kusema kwamba between yai na kuku. Nakumbuka lakini ukweli ni kwamba wingi wanaotumia mugoka wana develop mental health issues. Yeah. Ndio. Na athari yake moja kubwa watu hawajaiona. Mimi naweza kuambia kutreat heroin ni rahisi than kutreat mugoka. Vipi? Kwa sababu heroin atakuja rehab, atatreatiwa kama hajapata ile magonjwa sugu, akafata program vizuri, akaingia kwenye support groups na nini, akamrudia Mwenyezi Mungu wake, akapata ile sober social network katika maisha yake. Unafahamu? Ndio. So iko possibility ya kuingia, lakini with mental health sasa, with mugoka na mental health, kutreat patient mmoja wa mental health si rahisi vile. Wengine they will end up using a psychotic drugs for the rest of their life, and it's very expensive. And it's very expensive. Si vile mtu anafikiria. Ni kila mwezi ama kila wiki? Ni kila mwezi. Okay. For a starting ataonekana, then atakuwa reviewed after every month, atakuwa reviewed. So mkile, mfano niko na mtu wangu ambaye amesafa na masaila mugoka. Na kusafa masaila mugoka utaijua kwa kuachizi. Utamwona ameshaanza kuzungumza peke yake. So nikimleta rehab, you have to take him back kwa psychiatrist. We refer the client to the before kumadmit rehab, lazima apite kule kwa Mwangombe, Dr. Mwangombe, Coast General, Portrees. Hizi zote ni facility ama hizi zote ni sehemu ambazo so atoe pesa kule kisha ndo aje sasa aje huku tena, na huku pia atoe pesa kabisa. Subhanallah. Unanifahamu? Na akilipa huku na kule atalipa kila mwisho wa mwezi. Unanifahamu? Ndio. Wanaweza kustable, wakaendelea vizuri, lakini once akilapse the condition ina develop. Nakumbuka I was saying this, nakumbuka gavana wetu Allah mhifadhi amweke Abdulsamad Sharif Nasir alijaribu kuweka ban kwa hii kitu. Naam. I remember yani hiyo ilikuwa on a Sunday. Sijui ilikuwa na holiday, sijui ni Sunday. Niko kwenye gari natoka kwangu. Wallahi Kisauni kulivyokuwa sikuamini wewe. Maduka yote yamefungwa. Hakuna mtu yoyote, watu wote ndani. Sikuamini. Yani ndo nikajua this thing is a big problem kwa community. And I remember pia walikuja ofisini, sijui wewe ndo ulikuwa ukipambana nao. How was it? Not mimi peke yangu, lakini kulikuwa kuna team. Okay. The workers a team. How was the number? I think the data it was 4,233 or 322, something like that. More than 4,000 people walokuja mewa peke yake. Yeah, walokuja mewa. Kuna wale ambao Coast General, reach out, na kada, something like that. Lakini ni kwamba withdrawal zake ni kwamba zilikuwa ni mbovu kiasi cha kwamba mtu ana develop depression hapa kwa hapa. Wingi katika screening ya PHQ-9 ama GAD-7 wingi walikuwa scored hapo. Na hizo whatever the result it was presented pale ni kwamba kuna signs na symptoms za mental health issues. Na alhamdulillah
governor had to chip in kusaidia with psychotic drugs na nini from Coast General. Ndio. Vitu kama hivyo, sio ili watu wale wasaidike. Ndio. So it's a nuclear kwa Mugoka, it's a nuclear. I remember kuna incident ulituelezea before, sijui labda ukiwaelezea kuhusiana na yule client, how was it? Mimi had a client ambaye alikuwa kuna certain money ambao kuna kiwango cha pesa ambao huwa anapata kila mwisho wa mwezi, na hiyo pesa akipata, yeye anaishi Mwandoni, akipata na kuja zake Kongo ya sokoni ananunua. Wakati ule kulikuwa na zile paper bags za plastic zile za Marlboro na calendars zile, basi akijaza ile la blue. So akishakula ile lunch, basi utamkuta ametoka pale, ndio yuanza hapo Mwandoni Sunlight pale. Okay. So atapiga route paka ya light na huko because Mugoka is a stimulant. Sasa yeye wake ulikuwa unampeleka atembee tu. Atatoka hapo atakwenda mpaka Mtwapa na miguu, na si kwamba nikosa pesa, mira yake ile Mugoka yake na mtuma hivyo. Atatoka kule atarudi Bamburi Mtambo, kutoka Bamburi Mtambo Bamburi Mwisho, kutoka Bamburi Mwisho mpaka Mwandoni. Na hiyo ni watu wanamaliza kuswali alfajiri. Sasa jiulize hiyo, huyo client ilifika mahali akajifungia kwa room, akajinulia mafuta taa, akajichoma. Allahu Akbar. Unafahamu? Hakufa, lakini alhamdulillah hakufariki. Hakufariki, lakini akivuka shati mgongoni unamuona, na mpaka leo yuala dawa za psychotic. Na ile kujichoma ni kwa sababu yale ambayo alikuwa mwenyewe akipitia, yani yale ambayo mwenyewe alikuwa akipitia. Hapo maybe katika akili, mental health issues zake, unafahamu. Ama ni kuchoka kujaribu ile dude kuliachana nalo na hawezi, ushafahamu. Na pengine hajajua support ataipata wapi, ushafahamu vipi? Ndio. Sasa tushamalizana na Mugoka. Naam. Another one napenda tuizungumze kwa haraka upesi. Naam. Hii imeharibu community yetu. Specifically kwa wanafunzi. Na hii drug imekuwa inakuwa appealing kwa vijana because ina harufu nzuri, flavored, strawberry, vanilla, vape. Skuli very small, I know it. Waificha, wazazi wakimsikia mtoto wake ajua ni perfume, hajui hata ni vape. Wanazitengeza hata mfano kama ukiziangalia za kusema ni flash disk, yes, USB, something like na zauzwa everywhere, hata majumbani tu, yani mitaani zauzwa. Vijana wengi sana wameingilia kwenye mambo haya kwa sababu ya social media and everything. Tuzungumzie vape. What's in vape? Is it bad compared to sigara na hizi vitu vingine, or kuna usahali? Mimi naweza kukuambia vape iko katika category ya nicotine, which ni ni upande wa sigara. Unanifahamu? But katika hizo flavor tujui binadamu watu wametia nini wala wametia nini. Makasinogen makasa. Lakini tuzungumzie masuala ya athari zake. Okay. Whoever anajiintroduce na vape, ikiwa ni mtoto, ni mwanafunzi, basi wingi wao huwa ni wenye kudrop out. Okay. Na with addiction, inaanza na vitu vile kidogo tu, lakini kisha unasonga mbele na graduate kwenye kitu chingine. Manake sasa hiyo ameiona kwa media vape, lakini saa zile ata drop school, atatoka nje, atakutana na watu wengine watamintroduce kwenye shashamani, bangi. Unanifahamu? Kutoka kwenye shashamani ataingilia kwenye goga. Hii vape itasahaulika. Itafika wakati hii ni early stage tu. Unanifahamu? Na vape na sigara, ukiangalia sigara zenyewe zauzwa, lakini kuna label signs pale, smoking cigarette dangerous to your life, you need help. Inaweza kupatia importance, sijui, ushanifahamu, zimeandikwa death nini, ushanifahamu. Sasa hii vape iko katika market sasa hivi, na yote ni kutarget young vijana. Na vape haijaandikwa hizo vitu kama hivyo kuwashtua. Waiona iko pink, iko orange, very appealing to them. Hakuna.
Niliona research kwa one puff ya vape ni same as I don't know packet ya sigara, sijui I don't know how many cigarettes. Kitu kama hiyo kwa sababu unaona vape ile moshi wake unapovuta ni kubwa, Okay. Kompea na sigara. Ona Leonardo. Alafu sasa lile linchanganya na mafleva mingi ndani. Wewe waona ni harufu tu, lakini vitu vingine viko ndani vya ajabu hatujui sisi. Ushaona vipi? Ndio. You're not sure, lakini ukweli ni kwamba ina faida gani katika mwili wako? Haina. Ina faida gani? Mbona yule anayeziuza utakuta majority wingi hawatumii? Kweli. Kwa sababu nini? Wallahi kama ambao umenisoma leo niko kwenye nafanya research on this topic, nikakutana na video mwenye TikTok, the owner of TikTok yuko kwenye Senate ya America. Anyone can go and search this. Katika maswali anaulizwa, yeye mwenyewe anakiri kuwa watoto wake hawako kwa TikTok. Sijui anaelewa? Watoto wake hawako kwa TikTok. Akiulizwa kwa nini, hana la kujibu. Sijui alijibu kitu gani, lakini that means they know kuwa hii ni harmful. Same as to that. Inapoteza watu. Inapoteza watu. Sasa kuna kina mama na wazazi wanatuangalia hapa. Watoto wao washaingilia mambo kama haya. Kuna wengine utasikia wamechukua mtoto wakampeleka kwa chifu wakapigwa mboko. Wengine kama hasikii wakachukua polisi, wakawapeleka polisi, wakalala seli, wakatandikwa. Is that the solution? That's not a solution, kwa sababu with vape and other mgokan whatever, ni kwamba it's a disease of addiction. They need to accept first. Hiyo kwanza lazima wakubali. Na disease of addiction ni kwamba it's a brain disease. Na it needs mtu whoever ambaye ni mgonjwa ahitaji nini? Treatment and not punishment. Sababu ukimpunish ndio mkosa kabisa. Sasa ukimpunish huyu mtu bila kumtafutia njia ya kutafuta suluhisho, basi utampoteza. Atakwenda kwa marafiki. Instead of kukusikiza atarebel tu. Atarebel, itakuwa ndo hasa sasa times 2 times 3. Ndio. Lakini ni kwamba community ama wazazi, they need a lot of information, education, counseling. Not only that imeaffect hawa watoto, lakini hawa wazazi pia nao wamekuwa affect. It's a family disease, hiyo lazima tuelewe. Sababu wachoka wao wenyewe wazazi. Si mchezo. Mimi naweza kukuambia kudili na mraibu mmoja. Yule ambaye ni mtu wa heroin, sawa, ni afadhali uchunge mbuzi 50 na huna fimbo. Kwa sababu wacha nikwambie ukweli. Unaona, ushaona mbuzi ukimpitisha kwenye shamba la mahindi machanga vile atalifanya? Ndio. Basi chukua huo mfano na mraibu wa unga, zile patashika zake huwa namna hiyo. Hatulii. Ndio. Ushanifahamu? Hana umakini. Subhanallah. Yeye kuanzia asubuhi akiamka paka jioni mikosi tu, balaa tu, si nyumbani, si nje, si barabarani, si ndugu zake. Unanifahamu? Subhanallah. So shukuru Mungu, alhamdulillah, kama wewe mwenyewe hujaingilia na wale ambao hawajaingilia. Ushanifahamu? Sasa Bosco, naam, tushawaambia hiyo si solution. What is the solution kwa wazazi? Solution ni kwamba nimesema wapate counseling, a lot of counseling. Unanifahamu? Wapate information, wapate education. Unanifahamu? Na pia mimi katika kazi yangu wanafanya zile early prevention. Unanifahamu? Maskuli, madrasa, machachi, miskitini, ushanifahamu? Everywhere pale popote ambapo nahisi hapa mimi naweza kutoa mchango wangu wa kuchangia, nitachangia. Though pia watoto wenyewe pia saa nyingine wanakuwa it's a bit challenging kulingana na age. Ukiwaambia maneno kama hayo wanahisi kama wewe unatuchezea, lakini just feed them with the information, just feed them with the education,
kwa sababu itakaa katika akili yake. Ndio. Unafahamu zile ishara na dalili, na unamuonyesha kwamba hii sahihi ni early stages. Wewe waona hakuna mambo, ni poa tu, wafanya kazi sijui nini, lakini itafika time utashindwa kufanya hayo mambo. Ndio. Alafu with addiction, kupe siri moja, kama wewe umeoa mara nyingi utaacha, na kama hujaoa huoi. Tusidanganyane kwa sababu ya addiction. Sasa wewe una kitu chengine ambacho wafuatilia. Okay. Unafahamu? Na hiyo ndo hali sasa. Na hiyo ndio hali. Kama umeoa utaacha. Wingi, tushaona wingi. Yes. Anao mke lakini hashughuliki na mke wake. Hashughuliki na watoto. Yeye yuko maskani tu 24/7, maskani tu. Ndio. Sasa nataka tu wind up with a question, nataka tumalize na wewe Muhammad Msallam. Naam. Your life 25 years umetumia. Naam. If Allah subhanahu wa ta'ala angekupa chance ukarudi nyuma, naam, ungemwambia nini Muhammad Msallam akiwa mdogo? What advice would you give to yourself? Kama napewa nafasi ya kurudi kule nilikokuwa mdogo, ningejiambia Muhammad, keep doing what you are doing now. Ni kwamba maisha yale ambayo nilikuwa nikiendelea nayo niendelee kuishi namna ile ile. Yani katika taa Uislamu. Yes, katika Uislamu, katika Mungu. Lakini ungeitwa mtoto wa Makochini bana. It doesn't matter. Hiyo kutokubali. Sopu watoto waitwa hivyo bana. Hiyo kutokubali kuitwa mtoto wa Makochini ndio ilitufanya wengine wetu tukaumia baadaye. Okay. Ushanifahamu? Kunguru muoga aliishi miaka mingi. Na yule kunguru ajifanya tie nini? Kwao kulienda kilio. Ndio. Unanifahamu? So kwa wale ambao wanatutazama ni kuwa afadhali mtoto uitwe sopu, uitwe mjinga, uitwe matusi yote na wenzako kuliko kuingilia. Wajua shida ni kwamba with this generation kuna ile kuhisi kwamba they want to fit in a group. Yes. They want to be like him ama those. Umeshanifahamu? Sasa hiyo ndio mara nyingi wana fail. Ndio. Wale ni wale, yule ni yule, grupu hii si yako. Shanifahamu? Ndio. Individual, wewe ishi kama wewe, usiishi kama you shift from others, come to self. Unanifahamu? Ndio. Na najua mother bado yuko hai. What would you like to tell her kuhusiana na yeye kuwa na wewe kutoka mwanzo mpaka mwisho? Wallahi mimi sina cha kumwambia wala sina cha kumlipa. Jambo la kwanza. Lakini ni kwamba kila asubuhi, kila usiku nikiamka namtilia dua. Kabisa. Namwombea Mungu. Shanifahamu? Kwa sababu yeye naye pia survive na mimi kisawasawa, struggle na mimi kisawasawa. Apart from me, grandmother and unanifahamu. Naweza kusema Mungu ampatie hafifu ya maradhi ambayo yuko nayo. Ampatie kila ambacho yuwataka katika hii dunia. Amin. Kwa sababu mimi sina uwezo wa kumlipa. Kabisa. Hata nikamtafutia nyumba, magari, manini. It's nothing. It's nothing, I say. Amin. Na Allah kusaidishie na pia. Pengine kama uwezo. Kuna watu wawili katika maisha yangu, they are very important. Naam. Mmoja ni marehemu nyanyangu na mmoja ni yeye mamangu mzazi. Kama kuna uwezo basi ningewagawanyia pepo. Allahu Akbar. Allah wapatie pepo. Ningewagawanyia pepo. Kama ninapewa mimi. Wallahi I could sacrifice, nikawambia haya. Lakini katika sijui kama wajua kuna haditha Mtume sallallahu alayhi wasallam alitufundisha idha mata ibn Adam. Wajua hadithi mtu anapokufa binadamu vitu vitatu mambo yote katika isipokuwa
Na moja kati ya hicho kitu kitatu ni waladun salihun yad'u lah, mtoto mwema mwenye kumuombea. So ad-du'a huwa al-ibada, kama wanavyosema maulama wetu mashekhi, dua ni ibada na ipasi kuipeleka isipokuwa kwa Allah. So wewe bado chance unayo Muhammad kuombea dua. Dua ndo kila kitu. Ndio milango, na najua wewe wajua zaidi kuhusiana na masail kama haya pia. Mimi ningependa kumalizia kwa nasaha kwa ndugu zangu kama alivyo nasihi Bosco. Muhammad Musallam was a kid like me, was a person like me, like you, like everyone who's watching right now, with good life, with a family that used to love him, or even loving him right now. But si ati what went wrong kwake yeye haiwezi kutokezea wewe. La wallah, inaweza kutokezea wewe, na hata najua kuna wengine ambao sahi inawapitilia katika maisha yao. Kwa yule ambaye hajaingilia mambo kama haya, kithirisha dua. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Hii ni dua kipenzi chetu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa akithirisha kuomba wakati akiwa katika sujud. Kithirisha na wewe pia kumuomba Allah kupatie thabat katika dini yake na katika maisha yako. Na kwa wale ambao unatumia, ima ndo umeanza, ima unaendelea, ima umejitosa kabisa katika jambo kama hili, time imefika kuachana na mambo kama haya. Ushawahi kufikiria wewe katika maisha yako, leo Allah achukue nafsi yako, unalipi la kusema? Unalipi la kumwambia aliyekupa macho, pumzi, masikizi na kila kitu katika maisha yako, paka unavotembea yeye ndo amekupatia, ilhali wewe huna habari naye? It's enough. Hii ni time ya wewe kuacha na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa wale ambao ni familia zao ama ni majirani ama ni community, musikate tamaa na watu kama hawa. Uwezi jua ni yupi atakusaidia wewe na ni yupi ambaye atakuja kusaidia community, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuarifu kama nilivyoanza awali, tusikate tamaa na rehema zake. Tukutane tena katika kipindi kijacho ndugu zangu Waislamu, karibuni tena. Shukran, jazakumullah khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.